Tunapozungumza kuhusu watu kukatisha maisha yao, mara nyingi tunaelezea kama jambo la ghafla, mshtuko, tukio ambalo hakuna aliyeliona likija. Lakini kwa vijana wengi hakuna chochote cha ghafla kuhusu hilo. Kwanza kabisa kuna kusubiri. Kusubiri miezi mingi kupata miadi, kusubiri kuchukuliwa kwa uzito, kusubiri ndani ya mifumo inayochanganya, iliyogawanyika na isiyo na utu. Baadhi ya vijana wanapotoka kwenye huduma za watoto kwenda kwenye huduma za watu wazima, huhisi kana kwamba ardhi imeporomoka chini ya miguu yao. Wengine hujaribu kuomba msaada, lakini hukutana na orodha ndefu ya kusubiri, milango iliyofungwa au huduma zisizoendana na utamaduni wao, umri wao au uhalisia wa maisha yao. Wengi hujikuta wakifikiri kimya kimya, huku wakijiambia, mfumo huu haukuundwa kwa ajili yangu. Hayo ndiyo mapambano yasiyozungumzwa. Watu kukatisha maisha yao mara chache sana ni uamuzi wa ghafla. Huwa inakuwa ni mwisho wa mchakato mrefu wa ukimya unaojengwa na kuvurugika kwa uhusiano, ucheleweshaji wa msaada na kupotea taratibu kwa maana ya maisha. Hapo ndipo tunahitaji kubadili mtazamo. Kuzuia hakuanzi tu na wataalamu au mifumo iliyokamilika. Kunaanza mapema zaidi katika mazingira ya kila siku na kwa watu wa kawaida kabisa. Mwalimu anayegundua mwanafunzi anajitenga, rafiki anayeuliza mara mbili sio mara moja tu, mzazi anayesikiliza bila kupuuzia maumivu ya watoto wao. Kinachokatiza mchakato huu si utaalamu pekee, ni uwepo. Ni mtu kuchukulia maumivu kiukweli kabla hayajaanza kuonekana waziwazi. Wengi wetu huamini jukumu hili ni la watu fulani au mahali fulani, kama vile hospitalini, wizara au kwa wataalamu. Lakini mifumo inapokuwa imegawanyika na uendeshaji wake ni wa polepole, basi ukimya hukua kwenye mianya. Na kwenye ukimya ndipo hatari huongezeka. Tunapoelewa kuwa watu kukatisha maisha yao ni mchakato, jambo muhimu hutokea. Kwanza, ukimya huvunjika, uwajibikaji hubadilika kutoka mtu mwingine kwenda kwa sisi sote. Na kuzuia kunakuwa kunawezekana, mashuleni, majumbani, kazini na kwenye jamii zetu. Kumbuka, watu kukatisha maisha yao si tukio, ni mchakato. Na michakato inaweza kukatizwa.